kwanza tupunguze gharama ya Naam, hiyo ni sauti ya Mheshimiwa Rais William Ruto wa Kenya. Ni kwamba mpenzi msikilizaji, Rais William Ruto wa Kenya alirushiwa kiatu alipokuwa akihutubia mkutano wa siasa huko Migori, magharibi mwa Kenya. Rais Ruto alimudu kujikinga, huku walinzi wake wakichukua hatua za haraka kumlinda rais kwa kuondosha watu waliokuwa karibu naye, na rais akaendelea na hotuba yake jukwaani. Na kutokana na kitendo hicho, serikali ya Kenya imeelezea tukio la kurushiwa kiatu kwa Rais William Ruto kama la aibu na lisilokubalika wakati wa mkutano wa hadhara uliofanyika jana Jumapili. Msemaji wa serikali Isaac Mwahura alilahani tukio hilo na kuitaka mamlaka husika kuwakamata waliohusika. Je, nini kingetokea kama sote tungeamua kurushiana viatu? Ni maadili gani tunayowafundisha watoto wetu? Alihoji kupitia chapisho lake katika mtandao wa X, akisisitiza umuhimu wa kuheshimu taasisi ya urais. Vyombo vya habari nchini Kenya vimeripoti kuwa watu 3 wamekamatwa wakihusishwa na tukio hilo, ingawa polisi bado hawajathibitisha rasmi. Wabunge kadhaa pia wamekosoa tukio hilo la kurusha kiatu, wakilitaja kama dosari kubwa ya kiusalama. Dennis Itumbi, afisa mwandamizi katika ofisi ya rais, aliitaja tukio hilo kama tukio ambalo lisingeweza kudhibitika, akidokeza kuwa huenda lilikuwa la bahati mbaya. Kupitia Facebook alichapisha video nyingine kutoka pembe tofauti. Ilimuonyesha mtu mmoja akiinua kiatu kwa utani, akidanganya kuwa ni kamera, na mtu mwingine akipiga kwa hasira kwa kuwa kilikuwa kimezuia mtazamo wake. Kwa bahati mbaya kilirushwa mbele moja kwa moja hadi kwa rais, alisema. Rais Ruto alikuwa akihutubia umati katika hafla ya umma katika kaunti ya Migori, magharibi mwa Kenya, akiwa katika ziara ya siku 3 kuzindua na kufungua miradi ya maendeleo katika eneo hilo. Jambo la pili, mimi nimefika hapa kwa sababu hapa kwenu town hapa hatuna soko ya maana. Tayari tumeweka kandarasi. Na kulichambua hili kuhusu rais kuweza kurushiwa kiatu, nilifanya mazungumzo muda mchache uliopita na Martin Ren, ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka katika jiji la Nairobi nchini Kenya. Nilimuuliza ilikuwa vipi mpaka rais akarushiwa kiatu. Martin Ren alianza kwa kufafanua zaidi. Hapo jana masaa za jioni hivi tuliweza kuona kwenye kanda ama kwenye mitandao, tukiona picha kadha wa kadha ikionyesha kwamba kuna kiatu ulitoka kwenye umati na ukarushiwa ama ukakwenda sehemu alivyokuwa rais. Haya hadi wa sasa tumeshaona videos kadha wa kadha, yani tunasema amateur videos ambazo inaonyesha kilichojiri. Na hali hii ya rais kama rais wa nchi kurushiwa kiatu kwenye umati inaashiria nini katika usalama wa rais mwenyewe? Si picha nzuri. Hadi wa sasa kuna majadiliano ama kuna gumzo, watu wanaendelea kutoa maoni yao mbalimbali, na hii kwa kusema kweli si picha nzuri. Inasemekana kwamba yale kulikuwa na baadhi ya wale watu rais alikuwa anahutubia, kuna mmoja ambaye alikuwa ameweka kiatu mbele kuzuia wenzake, ndio maana mmoja wao akagonga ile kiatu na kwa bahati mbaya ikamfikia rais. Lakini kwa mimi kibinafsi sikubaliane na hayo. Na je, kuna washukiwa wote mpaka sasa ambao wamekamatwa? Hadi wa sasa wanasemekana watu 3 wameshatoa mbaroni na uchunguzi ama wanaendelea kuhojiwa nini kilichojiri. Na serikali kwa upande wake mpaka sasa imetamka lolote? Serikali hajasema chochote hadi wa sasa. Rais na wasemaji wake walichukulia tu kama mzaa, na leo pia amerejelea shughuli yake ya ile kaunti ya Migori ambapo alikuwa akizindua maendeleo kadha wa kadha. Na pengine hii unavyoona kwa mtazamo wako inaashiria nini? Ni kama wananchi wanaonekana kuchoka na Mheshimiwa Rais William Ruto? Katika taifa la Kenya kuna watu mara mbili. Kuna upinzani, kuna wale wanamshabikia rais, na kuna wale wana maono mbadala. Tukikaribia uchaguzi, kama imebaki kama miaka miwili, na tumeona joto la kisiasa imezidi
kila uchao kuna makundi zimejitokeza. Kuna wale wanampinga rais, kuna wale wanamuunga mkono rais. Walakini hii siwezi sema kwamba ni kitu kikubwa sana kwa rais, kwa sababu hiyo ilikuwa ni tendo kidogo ambalo walinda usalama waliweza kudhibiti na rais akaendelea na hotuba wake. Walakini kuna wale wanamuunga mkono na kuna wale hawamuungi mkono. Naam. Mheshimiwa Martin Ren, mimi nikushukuru sana kwa kufafanua zaidi kuhusiana na tukio hilo mbaya ambalo lilitokea hapo nchini Kenya wakati rais akihutubia wananchi. Asante sana, basi nikutakie jioni njema huko Nairobi, Kenya. Shukrani.